lakini mimi ni mke wako, sio adui yako. Hivi una ujasiri gani unazungumza kabisa eti labda kwa sababu mimi sizai? Kwani unazaa? Hata mimi ningekuwa mwanaume ningechepuka. Sikiliza binti. Kaka yangu anahitaji mtoto. Familia yetu inahitaji mtoto, sio tu unatoa macho hapa. Kwa hiyo amekupiga tena. Sasa haya mateso utaendelea kuvumilia mpaka lini? Dada, nilichelewa kurudi jana. Lisa, kama kweli unataka kuokoa ndoa yako, kuna njia hiyo moja, ila ni ya mkato. Mkato? Hii sio ndoa, ni mateso na maumivu ya roho. Mume wangu, kazi njema. Mume wangu, mume wangu. Maumivu haya yamekuwa rafiki wa moyo. Tulijenga ndoto tukalima shamba la upendo. Lakini mvua haikunyesha kwenye udongo. Na sasa machozi yanakunywa baridi ya usiku. Tugawane maumivu tuliyobeba kimya kimya. Ni nani alisema upendo hauhitaji bahati? Wewe ulitafuta njia ya mkato na ndoto mpya. Lakini bado jua halikuchomoza kwako pia. Wifi, kwa nini umenitoa mkuku nje? Hata hapa tunaweza tukazungumzia jamani. Ni sawa, lakini ingependeza zaidi kama ungenikaribisha ndani. Usinipangie cha kufanya. Zungumza niondoke. Kwani mbona leo uko tofauti sana? Umenipa mapokezi ya kuna tatizo au kuna wageni ndani? Unaweza tukazungumza nikaondoka. Sawa. Huenda uko kwenye mudi nzuri leo. Lakini kuna jambo kubwa limenileta hapa wifi yangu. Wewe ni mwanamke mwenzangu. Na najua wewe uko karibu sana na kakaako. Ndoa yangu naiona sasa hivi imeingia dosari kubwa sana. Na nina wasiwasi kabisa nitaenda kuipoteza. Kakaako amebadilika sana. Na muda mwingine nafika mbali nahisi kama huenda na mwanamke mwingine nje. Shida kubwa iliyopo kati yetu ni kuhusu swala la mtoto. Lakini nimeshajaribu kuzungumza naye sana. Twende hospitali tukapime tujue ni yupi mwenye tatizo, tuanze matibabu. Lakini kakako amegoma kunielewa. Anasema kwamba yeye hana tatizo. Ni makelele, matusi, yani kiufupi ndoa yangu haina amani. Ndio maana nimekuja kufuata ushauri. Jaribu kuzungumza chochote ili ninusuru ndoa yangu. Hivi una ujasiri gani unazungumza kabisa eti labda kwa sababu mimi sizai? Kwani unazaa? Hata mimi ningekuwa mwanaume ningechepuka. Sikiliza binti. Kaka yangu anahitaji mtoto. Familia yetu inahitaji mtoto, sio tu unatoa macho hapa. Lakini wifi, kwa nini wote mnanihukumu mimi tu wakati hamna ushahidi wote kama mimi ndio mwenye tatizo au kaka yenu? Twende hospitali daktari tuthibitishie. Tatizo nalo wewe. Sisi kaka yetu yuko vizuri tu. Wewe ndio mwenye tatizo. Alafu ujasiri unautoa wapi binti? Unakuja nyumbani kwangu, unakuja kugonga eti unataka kuniomba ushauri. Ushauri upi nitakupa mimi? Ungekuwa unakuja na mtoto labda kama huyu ndio mtoto wenu, ushauri ningekupa.
Wewe ni kama tu binti tu wa mtaani. Yaani nisikilize, usipokuwa makini, kaka anachukua mwanamke mwingine anamuingiza ndani. Kwa sababu huwezi kuzaa, huna kizazi. Yaani mimi nilikuwa nategemea kwako nitakuja kupata msaada. Hata wewe pia. Unataka nikupe msaada gani? Kakaangu anashughulika binti. Kakaangu anafanya kazi. Si unanielewa? Wewe ndo huwezi kuhifadhi mtoto tumboni kwako. Sasa nakuomba nikwambie kitu kimoja. Usiendelee kunipotezea muda. Kama huu ndo ushauri ambao unataka nikupe, ndo nishakupa hivyo. Sasa sikiliza. Zaa ndo uje uzungumze na sisi lugha moja. La sivyo utahangaika sana. Alafu siku nyingine usije ukasubutu kuchukua hizo ngwala zako kuja hapa. Bila mtoto atukutaki binti. Natuelewa eh? Alafu kingine kitu ambacho ukijui. Kaka yetu kashamjazaga mtu mimba huko na akatoa. Lakini sijui kwa nini hakumuoa. Akaja kumuoa wewe zebengo mmoja wewe. Watupotezea muda kwenye familia, tunataka watoto binti, changamka. Wewe mtoa wapi? Basi wifi inatosha. Maneno yako yanauchoma sana moyo wangu. Naomba unisamehe. Sasa nikusamee nini? Sikiliza, ondoka. Ondoka bwana. Lakini wewe ni mwanamke mwenzangu ujue. Sasa Halafu hujaolewa. Usiseme ukamaliza. Hiki ninachokipitia mimi sasa hivi, huenda na wewe kesho kitakuja kukukuta. ondoka. Muone vipi? Lakini mimi nitegemea. Hey, wategemea kitu gani? Cheke una taya. Watu wengine wajitambui hivi eh? Wewe, ni kweli mwanana na Kelvin? Ehe, ameniulizia. Na ilikuwaje mpaka ukafika kwa daktari wa uzazi? Sasa hapo shogangu ni jibu lipi? Anza kwanza na kuhusu Kelvin, kama ameniulizia lakini. Alafu utaendelea na mengine. Kwa jinsi ulivyomfanyia, atakuwa na nguvu ya kukuulizia. Wewe ungeweza. Kevi aliniunganisha na daktari mmoja hivi, anaitwa Madamu Eliza. Ni daktari anayehusika na mambo ya uzazi, ni mtaalamu mno. Ila tatizo ipo kwa nyuki. Hataki kusikia chochote kuhusiana na hayo masuala. Hata hivyo nyuki ni mtu mgumu mno. Yaani mzigo wote ulivyokuwa mzito afa na kuacha bebe mwenyewe. Amina, nimevumilia vya kutosha, lakini bado naona kiza kizito mbele yangu. Ndoa yangu iko hatarini. Pamoja na yote hayo, bado unampenda eh? Ndiyo, tena sana, vibaya mno. Ni mume wangu, nina haki ya kumpenda. Lakini mapenzi pekee hayatoshi. Kiukweli naumia zaidi kushindwa kumpatia mtoto. Basi naomba unisikilize vizuri Lisa. Tena unisikilize vizuri na unielewe. Ila tu usije ukaona mimi nataka kuharibu ndoa yako. Lisa, kama kweli unataka kuokoa ndoa yako, kuna njia hiyo moja, ila ni ya mkato. Mkato? Mkato gani huo? Tafuta mwanamume mwingine kwa siri, umchunguze uone kama anaweza kupatia ujauzito. Ukipata mimba tu, umemaliza mchezo wote. Kilichobakia unamwambia nyuki, na kwa jinsi alivyokuwa na hamu ya kupata mtoto, atakuamini tu. Na hapo sasa ndoa yako itarudi kwenye mstari shoga. Upo mahaba moto moto mama, mahaba kama yale alivyokoa mara ya kwanza dada. Maana hapa atakuwa nakupenda wewe pamoja na mwanao.
Amina, huo ni usaliti na hiyo sio sawa. Ni kosa kwenye ndoa yangu na hata kwa Mungu pia. Siwezi kumsaliti mume wangu. Eti siwezi kumsaliti mume wangu? Na haya mateso nakupatia kila siku sio makosa hayo? Unaishi kama mtumwa wa lawama, na wewe mwanamume wako sasa hataki hata suluhisho. Kazi kukulaumu wewe tu. Hebu fikiria kwa makini mama. Hata sijui nifanye nini. Siwezi kuendelea hivi. Naumia sana. Nikwambie kitu kipenzi changu. Ukiona mwanaume anapingana na mke wake kwenye kila shida ikitokea, ujue hiyo sio ndoa, ni gereza. Alafu kingine, wewe sio mtumwa. Unastahili kupendwa, kuheshimiwa na kulindwa pia. Lakini sitaki ndoa yangu ivunjike. Sitaki kuonekana kama kelo. Sitaki kuonekana kama mtu niliyefeli kabisa. Kuvunjika kwa ndoa sio kufeli. Kufeli ni kuendelea kuvumilia maumivu mpaka kuvunjike moyo, mwili na roho. Kipenzi, tafuta msaada mapema kabla hujapotea kabisa. Umeumbwa na nyama, pia umeumbwa na hisia. Hayo unayofanya ipo siku utayalipia, maana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiriki. Penzi dozi unaigawa, najitumisha meseji au jibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbawa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi. Haya yote ni mapenzi. Pole moyo, pole moyo, pole moyo, pole moyo. Amechemsha maji ya moto, kwangu ndo imekuwa changamoto. Kwa nini unanipiga akini? Mimi ni mke wako, sio adui yako. Mke wangu. Sifa tena za kuwa mke malaya. Watoto uzai alafu una sifa gani za kuwa mke?
hayaishi matukio. Ulisema nisinywe pombe, mbona mlevi wewe? Unarudi usiku wa manane, ombi unataka tugombane. Yani nayapitia maumivu, kama ndege umenikata tamaa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie bwana polisi, ila yote ni mapenzi. Amechemsha maji ya moto, kwangu ndo imekuwa changamoto. Kila siku kilio, hayaishi matukio. Ulisema nisinywe pombe, mbona mlevi wewe? Unarudi usiku wa manane, ombi unataka tugombane. Yani nayapitia maumivu, kama ndege umenikata tamaa. Mume wangu, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea, lakini unajua siwezi kulala bila wewe. Naomba tu tukalale chumbani kama mke na mume. Usinifanyie hivyo baba. Amechemsha maji ya moto, kwangu ndo imekuwa changamoto. Kila siku kilio, hayaishi matukio. Ulisema nisinywe pombe, mbona mlevi wewe? Unarudi usiku wa manane, ombi unataka tugombane. Yani nayapitia maumivu. Mume wangu, leo usinipige tena, lakini nenda hospitalini. Kuonana na daktari wa afya ya uzazi ili nijue kama tatizo liko upande wangu. Nilikuwa natamani sana tungeenda pamoja, lakini nimejaribu kukubembeleza sana, ukawa hutaki. Mimi nilikuwa nafikiri tungeongozana tu kesho ili tukapate ufumbuzi wa tatizo letu, ili tuiokoe ndoa yetu. Nimechoka, nahitaji kupumzika. Ni sawa, lakini nafanya hivi, nahangaika, natumia nguvu kubwa ujue kwa ajili ya hii ndoa. Hauko tayari kuipoteza, mbona unaonekana hujali chochote? Ufanye jitihada zozote, upo tu ni kama umeridhika na hii hali. Eti babangu, Sihitaji kuzungumza sasa hivi. Kama hali tutaongea kesho.
tena? Kwa hiyo amekupiga tena. Sasa haya mateso utaendelea kuvumilia mpaka lini? Dada, nilichelewa kurudi jana. Nilienda kuonana na daktari kama ulivyonishauri. Nilivyorudi, nikataka kumwelezea kilichojili, lakini hata hakunipa nafasi ya kunisikiliza. Akaishia kunitolea maneno ya kashfa na kuniambia nimeanza tabia za kishetani. Haikuishia hapo tu. Akaamua kunivaa mwilini na kunipiga sana. Ulifanya maamuzi mapema mno. Ulichagua kuishi na mwanaume. Sasa haya ndio matokeo yake. Nilimpenda mno. Na nilikuwa na imani naye kubwa sana. Nilijua changamoto yoyote tutaweza kuitatua pamoja. Lakini kwa sasa kila kitu kimebadilika. Hana tena mapenzi, hana subira, hana huruma pia. Yaani kila kitu nakiona kimekuwa kichungu kwangu. Mdogo wangu, hebu angalia ulivyoumia. Hii sio ndoa, ni mateso na maumivu ya roho. Kumbe hapa kuna kikao na sijaalikwa. Hamna. Naongea tu na dada. Ni mazungumzo ya kawaida tu Shem. Tunabadilishana mawazo. Umeumbwa na nyama, pia umeumbwa na hisia. Hayo nayofanya ipo siku utayalipia, maana haufichi. Kwa macho yangu naona uambiliki. Penzi dozi unaigawa, najitumisha meseji haujibu. Yani nayapitia maumivu. Kama ndege umenikata mbawa, umeniacha kwa pori. Mashtaka nishasomewa, mie mwana polisi.